kikosi kazi wote kuwa wainjilisti. Mbarikiwa alivyohubiri wakapewa nafasi kila mtu dakika 5 aende akaongee kile kitu ambacho anajisikia moyoni. Nimeshangazwa sana na kile kitu. Yaani kila mtu, kila muumini wa lile kanisa ni mchungaji. Haogopi. Yaani anasimama mbele kwa ujasiri na uhubiri, mtu anaenda na andiko pale la kutia moyo wengine. Kwa kweli Mungu aendelee kuwatia nguvu sana. Kwa kweli ile familia kikosi kazi Mungu awatie nguvu sana. Kazi ambayo Mungu amewapa ni kubwa, na mimi huaga nasema ile kazi kama ingekuwa ni amri ya wao wenyewe wangekuwa wameshakata tamaa. Mbarikiwa kwa kipindi hiki si unafananisha na imani ya nani? Anaenda kabisa kwenye imani ya baba yetu Ibrahim. Ameshikilia imani. Pamoja na kwamba anapitia changamoto nyingi sana. Mungu alimjalia mtoto mmoja, huyo akauawa kwa sababu ya mambo ya dini. Sasa hivi yeye na mkewe hawana watoto. Huyo mtoto ambaye wameamua kumlea kama mtoto wao kuanzia mdogo, na mwenyewe ndio huyo amekufa kwenye mazingira pia kutatanisha. Lakini pamoja na sekeseke zote hizo, polisi kuwa kama ndo nyumbani kwao, bado wameishikilia imani ya Kristo, bado wanapambana. Ibada, namna ambavyo nimekuta ibada inaendeshwa jana na matukio ambayo wanakutana nayo, sikutegemea kama bado wangekuwa na nguvu na ujasiri wa kusimama kwa nguvu kabisa kumkiri Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao mpaka sasa hivi. Nimefika pale, nimekuta Mbarikiwa ndo anahubiri. Kwa kweli ana ujasiri. Yaani ukimwona unaweza ukajua, kama haujui historia za Mbarikiwa unaweza ukajua ni mtu ambaye yuko sawa, hana changamoto yoyote. Yeye na kikosi chake bado anajitia nguvu. Kitu ambacho nimekifurahia sana kwenye ibada, au namna vile ambavyo Mbarikiwa anaendesha ibada zake, ni kikosi kazi wote kuwa wainjilisti. Mbarikiwa alivyohubiri wakapewa nafasi kila mtu dakika 5 aende akaongee kile kitu ambacho anajisikia moyoni. Nimeshangazwa sana na kile kitu. Yaani kila mtu, kila muumini wa lile kanisa ni mchungaji. Haogopi. Yaani anasimama mbele kwa ujasiri na uhubiri, mtu anaenda na andiko pale la kutia moyo wengine. Kwa kweli Mungu aendelee kuwatia nguvu sana. Wameondokewa na mtu ambaye alikuwa ni muhimu sana. Mimi mwenyewe kifo cha Sifa kimeniumiza sana. Yaani kimeniumiza kweli kweli. Kwanza nikikumbuka vile tu kale kabinti kalivyojitolea tu. Wadada wengi sasa hivi, mtu ukimuuliza unataka nini kwenye maisha yako, labda baada ya miaka 2 mbele atakwambia nataka mume, nipate watoto wazuri, niwe na maisha haya. Lakini hivyo vyote ambavyo ni matamanio ya wadada wengi, Sifa alikuwa hana. Aliamua kutoa mwili wake kuwa sadaka kwa Kristo. Hicho ndio kitu ambacho kimeniumiza sana kwa Sifa. Alisema mimi nitakufa nikimtumikia Mungu, nikiwa sitaki mwanaume wala mtoto. Na kweli vile vile alivyokuwa anasema imekuwa vile vile. Kwa kweli hiki kitu kimeniumiza sana kwa Sifa. Naona ameondoka kama bado ni mapema sana. Na vile ambavyo alikuwa anamtumikia Mungu kwa moyo, mpaka kukataa wanaume, kukataa familia, kitu ambacho wanawake wengi wameweka mbele. Ukienda kanisani wakiambiwa wanawake ambao hawajaolewa wapite mbele, wanapita hivi. Ni matamanio ya wanawake wengi, lakini Sifa alikuwa hana. Aliamua kujitoa kwa ajili ya Kristo. Afu amekuja kufa hivi, lakini bado pamoja na kwamba kifo chake ni cha utatanishi kama vile vile babake mwenyewe anasema, bado kikosi kazi imesimama, bado anatiana moyo, bado wako imara. Yaani kitu ambacho hutegemei. Unasema mtu ambaye upo nje ya kikosi kazi, unasema kwa hizi changamoto ambazo wanakutana nao sasa, wanazokutana nazo, hii ndio itakokuwa mwisho kuhubiri. Mimi mwenyewe sikutegemea kwamba bado angekuwa na ile nguvu. Mbarikiwa sekeseke ambazo wanakutana nazo, sikutegemea kwamba bado atakuwa na ile nguvu, lakini bado anamkiri Kristo. Bado anamkiri Kristo. Tena anasema kabisa, huenda Mungu ameruhusu hili ili kuendelea kunipima imani.
lakini mimi hata waniache wote, yani hata mniache hata nyinyi ambao mmeamua kuwa pamoja na mimi kwenye shida na raha, bado nitasimama kumkiri kuwa Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Bado sito hata kutetea wanyonge. Kwa kweli Mungu aendelee kuatia nguvu sana. Kama ingekuwa ni mihemko tu ya moyoni kwa mtu, wangekuwa washaacha. Changamoto ambazo wanapitia bila mkono wa Mungu sio rahisi kuzihimili. Mungu aendelee kuatia nguvu sana. Kazi ambayo amewapa Mungu ni ngumu. Mungu aendelee kuatia nguvu sana. Sina makosa kwenu wanadamu. Sina hatia kwenu. Inayofanana na mabaya mlionitendea. Oh, sina makosa kwenu wanadamu. Sina hatia inayofanana na mabaya. Oh, sina hatia inayofanana